Mitikasi yake alikuwa anapiga bodaboda. Kwa hiyo akaja akawa bodaboda wangu kabisa, yani ni mwanangu lakini ni bodaboda wangu kabisa. Yule kwamba ananipeleka sehemu, anaenda ananibwaga, labda anapiga mitikasi yangu, baadaye nampigia simu tena anakuja ananifuata. Hivyo hivyo yani tukashibana. Siku nyingine sina hela, naambia nitakulipa kesho. Ana noma, yani akaja kuwa kama mwanafamilia. Sasa maisha yameendelea na upambanaji. Mimi Mungu akaja akanijalia nikafanikiwa kununua gari. Nilinunua KST. Mwanangu hamna kitu ambacho kilimuuma yule jamaa kama hicho cha mimi kununua gari. Lakini baadaye nikaja nikachunguza nikagundua kwa nini ameumia. Yani yeye alikuwa disappointed, akaona kama kashapoteza mteja, si tayari na gari, kwa hiyo sitamtumia tena yeye kama kwenye bodaboda. Kwa hiyo hali kapelekea hata ule ukaribu wa mimi na yeye akawa kama anajitenga sana. Mimi nikali notice hiyo. Siku moja nikamuita nikamchana, nikamwambia mwanangu, kuwa na gari wala usije ukafikiria kama mimi nitakuacha. Mimi siwezi kuacha wewe, tumetoka mbali. Bado kuna ruti nyingine zitahitaji tu bodaboda. Yaani bado nitakutumia. Kuna nyingine nitakuwa nakutuma na washikaji ndugu, nitakwambia uwafuate labda ukawachukue sehemu fulani, nikakuagiza vitu. Kwa hiyo nikamset hivyo, ushikaji ukaendelea. Basi miaka ikaendelea. Sasa kuna siku alikuja nyumbani. Baada ya kunipigia simu kuniuliza niko wapi. Nikamwambia niko home. Kaja nyumbani, kufika tu akanambia bro, leo sijisikii vizuri kabisa. Nikamwambia kuna tatizo gani? Akaniambia no bro, yani toka asubuhi naona kama roho yangu nzito sana. Nikamwambia sijakuelewa, roho nzito kivipi? Asema roho nzito sana, yani roho yangu nzito, alafu yani hakuwa mtu ambaye anaeleka. Yani anasonya hafaongei sentence akaimaliza. Lakini analalamika tu roho yangu nzito sana, roho yangu nzito. Nikamwambia unahitaji kupumzika. Kaambia kweli, ngoja niingie ndani nipumzike. Kama kawaida yake anapajua nyumbani ameshapazoea, kwa akaingia ndani akajilaza sebuleni. Bwana, yule jamaa amekuja saa 4 asubuhi. Mimi nimejisahau huko nje napiga mitikasi yangu. Paka saa 8 yule jamaa hajashtuka. Hajaamka. Nikaogopa. Akasema hili bala gani tena? Nikaenda kumshtua. Nimemshtua akashtuka zake vizuri. Bwana mzee vipi? Poa. Bado unajisikia wengi? Akaamka na kwambia vile viani haelewi. Anatoka sana jasho, alikuwa na sweat sana, samani leo roho yangu nzito. Hiyo sentence alikuwa anarudia sana, roho yangu nzito, roho yangu nzito. Pale hasa bwana bro, mimi nabwaga, mimi naenda nyumbani. Sasa kwanza pia sikumuelewa kwa nini amekuja, sababu alijiongea naye chochote, hajaniambia kitu chochote. Analalamika tu roho nzito, kaingia kaala masaa 4. Sasa bwana bro, mimi naenda home. Sikutaka kumzuia mimi, nikamwambia basi poa, haina noma. Utanijulisha kwa chochote. Lakini kama unajisikia vipi nenda hospitali kacheki afya, labda malaria uwezi jua. Nikampa ushauri. Kaambia usijali, tutachekiana kwenye simu. Bye jamaa akaondoka. Mida ikaenda jioni mpaka giza likaingia usiku. Sasa usiku mimi nikawa niko na friends, washikaji mbalimbali, wa kike kwa kiume, wamekuja home nini, tunakula, tunakunywa, tuna have fun. Tumekunywa sana. Tulikuwa tunakunywa sana. Kwa hiyo nakumbuka ilifika mida kama ya saa 7, yani 7 inaenda 8. Simu za madukani pale. 7 hivi inaenda 8 usiku. Hasa kutokana na ile bata kunywa nini na washikaji pale. Vitu vingi sana vilitokea mchana mkanshaanza kuvisahau. Kwa nikasahau hadi mshikaji wangu kama anaumwa nini. Imefika saa 8, pombe imekata. Sawa, pombe kukata. Tukaa sasa tunaanza kunyoshana kidole. Kila mtu bwana, nenda wewe kanunue, nenda wewe kanunue. Nenda wewe kanunue. Kila mtu mvivu. Na washikaji wakaniuliza hivi una bodaboda hapa around tumcheki, ndio hapo nikakumbuka. Kumbe na huyo bodaboda wangu. Na nikakumbuka pia kumbe alikuja mchana akasema anaumwa. Nikaona hivi nimvutie wewe sasa hivi au ni usiku mwingi. Nikachukua simu nikasema ngoja nimtesti. Lakini lengo langu lilikuwa nimpigie simu, nimuulize anaendeleaje. Afu baada hapo nimuombe yeye anitafutie bodaboda yake, anipe namba za bodaboda mwingine ambaye anajua anakesha maeneo yale ya Sinza ya maskani kwa muda huo. Jamaa nikamvutia wa kwanza hujaokota. Akajaribu wa pili akaokota. Brother vipi? Nikamwambia poa mzee, unaendeleaje kwanza? Samahani bwana sijakucheki toka muda ule. Nikamwambia brother, nilirudi nyumbani nikalala muda mrefu. Nipo tu hivyo. Hakunipa exactly anaendelea vipi. Sasa tu nipo tu hivyo. Vipi kwema, mbona usiku mwingi? Nikamzua kama bwana nimepiga tu nikujulia hali bwana. Hatujasema toka muda ule. Nikasema kabla sijaingia kulala ngoja nikucheki. Sikutaka kumwambia kama labda nina shida nyingine tofauti. Nikamwambia poa bwana, mimi nashukuru.
au una tatizo lolote? Nikamwambia hamna bwana, lakini hapa nyumbani na wageni. Sasa kuna vinywaji vilikuwa vimekata, sasa hivi hamna mtu hata anayetaka kutoka, lakini nitaka uniconnect na bodaboda yote, labda anaweza akanisaidia. Nikampa hela, nikamrusha, akaenda akanichukulia. Nahitaji tu bia Heineken. Brother, sasa hilo si tatizo dogo, acha mimi niende tu, wala usijali. Sasa hivi usiku kweli, na wewe umesema unaumwa utaweza? Brother, usijali, bosi wangu. Akainsist sana, bwana usijali bwana, acha mimi niinuke hapa, nawasha chombo fasta na kuletea. Tunafanyaje? Una hela? Akaniambia hana hela. Tukasema ngoja awashe chombo. Yeye anakaa Sinza Mapambano. Tukasema acha yeye awashe chombo pikipiki aje paka maskani Sinza madukani, nimtie hela afu ndo aende akachukue, kwa sababu ya kuwa na hela. Basi akaja, na alipokuja akawa yuko okay kabisa, yani anachangamka pale, story 2-3 kabla bwana usiku mwingi kafate mchongo. Alitakiwa aende akanunue box 2 za Heineken beer. Basi tukampa hela, akaruka faster. Dakika kama 15-10 bwana nitakuwa nisharudi. Akasha pikipiki yake mwenyewe hapo akaenda zake. Sisi tukaendelea na masalia vya pombe kwetu zetu kwenye glasi zilizobakia, story nyingi. Sisi tulikuwa tunapiga story gani au tunafanyaje? Kajikuta dakika 20-25 zimeshaisha. Jamaa akaniambia bwana, bodaboda wako hajarudi tu hadi sasa hivi. Kaambia asema dakika 10, zimezidi, mtu mcheke. Tukajaribu kumgusa. Kapiga simu ikae naita ipokelewe. Kapiga pili ikae naita ipokelewe. Kaambia tumsikilizie. Tukaendelea na story. Unajua kumechangamka. Bwana yeye anaelekea kama 9 hivi. Nusu saa ikakata. Dakika 40. Dakika 45 watu wakasema waya masiara. Huyo kaifuata wapi hiyo bia? Au kaenda kiwandani ndo zinatengenezwa nini? Mvutie waya. Tukapiga waya wa kwanza, haujapokelewa. Simu ya pili inapokelewa. Afu tunasikia makelele. Halo. Vipi babu? Oya. Naona kama bado makelele. Kidogo jamaa akaongea. Bosi vipi? Poa inakwaje? Haina noma mwanangu. Umefanikiwa kupata? Sema nimepata. Sema nimeenda kupatia duka la mbali sana. Nadhani alienda maeneo ya Kinondoni sijui kuchukua. Kwa akawa anarudi sasa. Ameenda kuchukulia mbali sana. Kaambia basi poa, haina noma. Sisi tunakusubiri hapa. Kwa hiyo akawa nadhani yale makelele labda ndo alikuwa yuko njiani. Basi huyo mwanangu jamaa akawa anakuja. Tumesubiri za dakika 40. Jamaa ule alipiga mpaka dakika kama, yani ilikufika kama 9 na dakika 20 na karibia kama dakika 20 yule jamaa hajafika nyumbani. Nikavuta waya tena, waya upokelewi wa kwanza, wa pili upokelewi, wa tatu unapokelewa lakini alipokea sio yeye. Halo, vipi poa? Mwenye simu yuko kwa sababu sauti yake naijua. Ambaye bwana hawezi amini, mwenye simu kapata ajali hapa. Wapi? Hapa Sinza Manini hapa. Hapa kwenye njia panda Sinza madukani mbele pale, Sinza Kijiweni.